mambo ya kadi kwa mujibu wa katiba hata ya chama chake cha Mapinduzi inaelezea bayana, mtu ataendelea kuwa mwanachama kama analipia kadi yake na pia kama hajahamia chama chochote. Mtu yoyote akihamia chama chochote kuanzia sasa hivi, mimi niko Chadema leo hii, nikihamia kesho chama kingine, sitaendelea kuwa na haki ya kuwa mwanachadema hata kama kadi nitaendelea kubaki nayo, sababu kadi si chochote. Na haki ya kubaki na kadi yangu sababu kadi hiyo kwanza nilinunua, na kuondoka kwangu kwenye chama hicho siondoki kwa kuagana nao, naondoka kwa wakati wangu, kwa muda wangu. Sitakuwa na muda mwingine wa kurudisha kadi, na hata kama ningerudishia kadi ingewasaidia nini? Je, wao watanirudishia adhabu? Sababu kadi hawakunipa kama zawadi, nilinunua kama kadi ya chama chochote. Kwa maana hiyo hapo unataka kuambia Watanzania kwamba ili mwanachama wa chama chochote aonekane kuwa mwanachama hai ni yule ambaye analipia ada yake kila mwaka. Na mwanachama atakayekaa zaidi ya miaka 3 hajalipia kadi yake, huyo sio ni mwanachama. Anakuwa ni mwanachama ambaye hana tofauti na ambaye hana chama. Kwa hiyo kuendelea kutupigia porojo na kwamba viongozi wetu wa Chadema wako kwenye bado analipia ada, anatupotezea muda. Lakini pia Nape nimwambie kitu cha msingi sana. Kama ndivyo hivyo, alikuwa na nafasi nzuri sana mwaka juzi wakati wa uchaguzi mkuu, angejibebea huo ushahidi wake kwamba hawa watu bado ni watifu kwa Chama cha Mapinduzi na wako Chadema. Tume ya uchaguzi ingewaingua wote. Sababu kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu, mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, mtu yoyote hata ruhusiwa kuwa na vyama viwili kwa wakati mmoja. Sasa kama yote hayo Nape anayajua, alishindwa nini kutumia hiyo fursa ya kuwaingua viongozi wetu wote kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, ili hata Kikwete apite kwa mteremko na wengine waliokuwepo wasikilizaji wake angepita kwa mteremko. Lakini lingine linalomsumbua Nape ni jinamizi aliyotoka nao CCJ. Ndani ya CCJ Nape alikuwa ni kiongozi mkubwa sana, ndiye aliyekuwa ametumwa na kikundi chake atafute katiba nzuri itakayoweza kuigwa, na yeye alifanikiwa kupata katiba kutoka South Africa ya kumsaidia kuangalia ni namna gani ya uendeshaji wa chama kizuri itakuwaje. Hayo ndio anadhania kama yeye hajarudisha kadi ya CCJ na anaona ni dili, ndicho kinachomsumbua. Sisi viongozi wetu hawana kadi ya CCM hadi sasa hivi, lakini kama na ushahidi aulete, sisi tuko tayari kuwajibika kwa hilo. Kama na ushahidi huo autoe hadharani, sisi tutawajibika na tutamtimua kiongozi tutamkuta analipia CCM. Tukigundua kweli kiongozi kadi yake namba fulani hii analipia CCM ada, tutamfukuza. Hatuwezi kukaa na kiongozi ambaye ana sehemu mbili na sheria za nchi haziruhusu. Nape aache kubwabwaja, aongee hoja za msingi, azungumzie mafisadi wao wanawajibua gamba lini. Hilo Watanzania ndio tungependa kujua, na hilo ndio tungependa kusikia kutoka kwa Nape. Porojo zingine hizi hazina nafasi.